Sijui kama mliwahi kufuatilia mimi kwa nafanya maseminari. Ndio. Mnakumbuka? Ndio. Kaka, niliandaa seminari. Nilitishaga sababu kuna wasanii mimi walikuwa wanapenda kuniuliza sana ile wewe unafanyaje mpaka una maintain mpaka leo upo na maintain miaka gari una maintain tu upo kwenye list. Kaka, nilifanya seminari ajili niwapatie hiyo na hiyo fahamu hiyo suggest niwafundishe kaka tieko malio busara. Ndio. Bro, harumu sani uhanura akachabona yuko rukura mutatira. Umengo urukura mugaya. Urumva? Harumu sani umuhanura. Ariko kame yeye mkichezasema ya huyu naye anajivuna alikuwa angaya iki. Ni wengi bako hivyo bro. Hari abantu badahanurwa badashaka guhanurwa. Niyo mpamvu benshi batanatera imbere. Tena studio bro, unaona mimi studio naendaga na watu Kololo. Kebi anajua. Na wakati hata nikiwa na record Kebi kuna wakati alikuwa ananikuza, wanakaa vipi huko hapo, naambia niko studio nakuja. Hata kosa kuongezea hata kaneno katika ile nyimbo. Kuna wengine wasanii hawezi kukubali hata pakue mtu mmoja mstudio. Anawaambia ule mpaka atoke ndo record. Mpaka atoke ndo record. Unasikia ile nani? Anakuwa Jamin. Ili manke na ile confidence yangu. Lakini mimi najua na nyimbo yangu tayari hapa nimeshaiandika sawa. Lakini najua pakiwa mtu fulani pale pakiwa Alvini anaweza hasa kuguterera na kajambo kama nasema akakanuka hilo. Unataka nyimbo inakuwa vizuri. Ndio ile complex d'inferiorité wasanii wetu wengi wako nayo bro. Na ndio maana utana wengi ni waindiscipline. Ndio. Wengi ukimwambia ukimkosoa hata kidogo achaona yuko wewe unamsikilia wivu wewe unampinga. Bro, mimi na miaka mingi kwenye hii game mpaka leo mimi napataga conseils za watu. Sio kusema bwana mimi ndo big, mimi ndo sijui nini na nini, mimi ndo king, sijui mimi miaka yote niko no bro, kugeza nubu jewe abantu bamaimano. Nisikudanganya kienda kurecord lazima niende na watu watatu waine. Kwa juu najua hari kintu nakajambo kadubashira gufasha kandi akajambo kagiye mu ndirimbo ko tume indirimbo igira kanovera kurusha. Na ndio sasa musani iyo musani uko ramubwira cyangwa umuhaye noze umuhaye conseil anafanya kuangalia huyu ni wivu yanasikilia wivu oya huyu sijini nani en fait c'est ça hizo experience unataka kitu unataka experience ndio hicho. Unajua kuna mtu ana act maisha yako wewe gisi anavyokuona kwenye kideo, gisi unafanya vitu vingi, anafikiri na katika maisha wakati uko na record nyimbo ni vile vile. Kumbe ni tofauti. Usishangae msanii ambaye unamwona ni mjuaji sana kwenye video yuko ana shoot nini, ndio yuko anafanya kazi. Lakini akiwa studio ndio kwanza ni mpoli. Nimeshakutana na mastaa wengi. Unakutana na star ambao unamwona ni mjuaji sana kwenye video. Wallahi ukifika mbele yake hivi ni mpole aje. Ndio anakusikiliza na wewe hakujui. Wewe uko mtu kabisa haujulikani sehemu yoyote lakini anakusikiliza. Unachanganyika kwa sababu huyu jamaa anapata anisikiliza mimi. Hivyo yani. Unatakiwa uopoe, yani unatakiwa msanii mdogo akija, mwenendo bado anakuja ajaona hizo experience anafikiri kuwa mjuaji ndio ndio kutoboa. Hivi Mario unajua kama kuna mchango wa Kebi, unakumbuka kipindi nilikuwa na recording nyimbo gani? Tuko kwa Liza pale Bwiza kwa Radikwa. Niko tayari niko na nyimbo yangu tayari nimeshaandika lakini Kebi kuna vitu vingi alichange. Nakumbuka. Na anaendana na hayo maneno nasema bwana na kuanzia siku nilikuwa naitaga watu rukororo. Sasa bwana Joe twende. Hata kiwa nimekanisia hata kina Bob Sele hata kina nani naambia Joe sababu najua siwezi kukosa neno ambalo labda kuna kanisa. Kila mtu kuna sikio lake na kila mtu hawezi eka kidole kimoja kiui sawa. Mwili wa mtu siko na limiti. Watu hawezi kuelewa hivyo. Kidole kimoja kiui sawa. Sasa wasanii wetu kusema ukweli wengi tuko na complex wengi sana wengi tuko na complex wengi sana na hiyo kitu kitatufanya sisi tusifike popote
Mimi bro ndio niko na shida. Lazima utakuuliza wanasema hapo unaona nifanye aje bro? Unaona hapa nifanye aje bro? Complex na imejaa sana wasanii wa nyumbani kwa sababu na ni njaa, sijui kwa nini njaa ni matatizo. Na kitu wajitoe pesa, wasanii wajitoe pesa na waombe collab. Wajitoe pesa zenye hawana kitu. Collab ni pesa mwanangu, siongee mambo ya collab. Collab ni pesa mwanangu. Lakini kama wanaona hawana uwezo, kama hawana uwezo basi wanasogelea polepole. Muswe mnaongelea kolabo. Mimi naona kama komatele. Oh Fizo, kweli kutaja kulimba na Nigeria. Oh Fizo, kweli kutaja kulimba na Diamond. Una kolabo unaweza ukapewa ikakushinda. Kolabo shinda kweli. Inakushinda, hiyo ni kweli. Ni kweli. Kweli. Mimi nilikuwa kolabo na Azabu. Abagwiza tungaremo Burundi baraba basane kwera zo arabasponsoriza kweli. Hizo ararudi nyumba. Nilipoa kolabo na Ice Prince zamani. Imeishia wapi? Imeishia wapi bro? Kipindi hicho kwenda kuna nini? Aliniambi niende wapi? Niende Nigeria. Wow. Mshuti naye. Tena nilipa kolabo kwa bure. Kitu masharti tunaniambia wana njoo tushutie wapi? Nigeria. Alafu kushuti sasa video ilikuwa ni $20,000, mimi nilikuwa sina. Subhanallah. Bro, hata kipindi hicho ningekuwa na hiyo $20,000, mimi nisingeenda kushuti. Ningenota kiwanja. Bawi. Ndio. Yeah. Unanielewa? Bawi. Ndio maana nasema collab mtu anaweza kupotea collab ikakushinda. Vizuri ikakushinda. Hapo sasa tunarudi. Mimi naonaga Kebi anashinda na Diamond kila siku. Watu wanaenda makomantere. Wewe Kebi, wewe kwa kusana Diamond wewe fotoza. Kweli kutamsaka collabo. Kweli kutamsaka collabo. Wewe kwa kusana kuma na Diamond kusaumiru kinyuma. Yaani kuna watu wanaongeaga unazania akili zimeshaweuka. Eva Mario, Rayvanny alimba na Gims. Mimi ndio nilikuwa droite wa mimi ndo nilikuwa na represent Rayvanny hapo kwa sababu mimi ndo naongea Kifaransa, anaimba na Gims, anaimba na Wafaransa. Ona pesa yenye Gims alimwambia tufanye video itoka Tanzania inakuja, mimi najua ilivyopita mpaka ilifika mwa account fulani. $30,000 keshi. Euro ndo alimwambia ndo sio za video, sio zote hizo ni upande wako, lipa hizi tushuti video. Mama yangu Rayvanny tulikuwa naye hapa, anapanda juu anashuka juu, kunapiga simu Wasafi wamtumie hizo pesa. Mama yangu hii project haikuwa mprograme, hatuwezi tukatuma hizo pesa. Rayvanny ananiuliza mimi sasa, mimi nawaambia Rayvanny, Gims ni mkubwa hapa, fanya nayo kazi itakusaidia. Anachanganyikiwa. Umeshaona? Aliamua kuambia Wasafi, mimi hiyo pesa mtaitoa kwenye makato yangu ili ila mnitumie niweke kwenye hii project. Wasafi hawakumlipia hiyo video. Alitoa pesa yenye watamlipa kwenye makato yake ndo wakamtumia ili hiyo project ifanyike. Umeshaona? Unasikia hizo uzito wa project giso unavyokuwa, ndo pale wanakomea fanya collabo tu nini, sio collabo tu kufanya. Unaweza kutoa collabo cha mtu afike kuzidi uzito. Unatoka wapi hiyo uzito? Kule nyumbani. Hauna support, hauna brand nyuma yako, utatoa hiyo pesa wapi? Brand tena unazungumzia brand kabisa. Maana hapo unazungumzia kampuni kubwa yoyote, ushakuwa na mkataba. Unajua hizo ukizungumzia brand na kuzungumzia nini? Hawa wasanii wa Bongo wako na ma-CRDB kule Bongo, wako na mikataba mirefu, wanatangaza mabanki, wanatangaza manini. Ndio maana nazungumzia mfano tu wa brand. Hakuna msanii wa Bongo wote mjana nembo nyumba. Hakuna. Mkubwa. Hawa kubwa. Wote utasikia wanakusanya ile ya hii. Sasa kwa hiyo hata akiomba mkopo wa ile ya kufanya kazi wanampa. Ndio hivyo, ndio maana collab washindi. Ndio si hivyo. Taona lete FSRC Gibson ndio lete FSRC tushuti video. Kila mimi sina muda mrefu. Hizo pesa hawezi kuzipata kwa sababu
nchi yetu haina hakuna kampuni zozote zinachukuaga wasanii zinawatumikisha. Ya kampuni zetu sio tu kampuni, hata serikali haina support yoyote kwa msanii. Hata serikali haina support yoyote. Njaa ya wasanii wetu. Yeah. Na kampuni zetu ziko na wakomisioneri. Unakutana kampuni hizo tutampa 100 milioni, lakini zitapita mu mikono ya watu mpaka utafikia 5 milioni. Zinapita mikono ya watu wengi kusema. Ndio maana mimi niliona mnarudi pale mnasanuka mnasema kwa nini sisi mnatuchukulia poa afu wasanii wa nje mnawapatia. Kwa jua nini? Mnarudi kwa wakomisioneri. Yaani hela zinachujwa mpaka zinakufikia zishakuwa kajungio, zishatoboka. Alafu sana kwa sababu ya njaa sasa wasanii wetu wanaikubali hiyo 6 milioni. Sababu hawajawahi kuipata. Bro, sometimes njaa haiwagi. Sababu najua kama nikiwa najua kama Ewana. Mimi Alvin Smith tuko poa. Oya, mwanangu inakuwaje heba nitumie 1,000 hapo mimi nikale. Lakini kule wamekuita wamekupatia 5 kile kipindi mlinitaga sawa, ilikuwa ni kile kipindi, lakini watu wanaivoliwa hivi na vitu vinabadilika. Hizo. Naam. Sasa tupige story kidogo. Napiga tu story kidogo. Mimi niko makona mengi tunakoga nipo. Unajua ni unakumbuka wakati kile kipindi huko una record ile na Clove remix pale kwa Liza pale Bwiza, ukarekodi ukamaliza ikaisha. Nikakwambia bana, yani hapo mimi niko pale tu pamoja, nikakwambia bana mimi hapa naona tunaenda sasa. Umeshaona? Nikakwambia nini? Naona tunaenda. Kwa sababu naiona nyimbo tunaenda hapa tunaenda. Alafu pale moja kwa moja nawaza video wakina Mo Musa nini, naona hapa tunaenda. Sasa tunarudi kule kwenye tunafeli wapi kwenda international. Ndio hapo tumerudi pale kwenye hatuna pesa. Kwa sababu mimi nilikuwa niko Bongo wakati ile period ilifika inavuruka Burundi, mimi nikaenda Tanzania. Tuko Dar es Salaam na Liza tunatengeneza studio Wasafi, tunaicreate mwanzo upya, tunainstall mavitu, tunaanza kupiga manyimbo. Jula Liza kupiga nyimbo za Warundi na acha tengeneza. Mshon anapiga ile nyimbo yako na experience. Mshon anaipiga mstudio, tumeikaa sio kusema ita anaipiga kwa washabiki, anaipiga kwa wasanii. Hapana wasanii wa kawaida. Hapo Rayvanny ndio bado angaliki mtoto, Harmonize angaliki mtoto, msanii mkubwa ni Diamond, Sheta, wale kina nani, Newa Mitego, wote kwa galani pale. Go Sheta ni Diamond mwenyewe pale inapigwa hiyo nyimbo. Jua muda Liza kwa piga production zake, umeshaona. Sasa anazipiga pale. Unasikia kabisa kisi watu mstudio wanaingiwa na baridi. Umeshaona? Wanaingiwa na baridi. Watu wanajidoga, msenge huyu anaimba au msenge huyu kaimba na experience huyo. Wanatoka wanaenda, watu wanatoka wanaenda. Sasa hiyo nyimbo na huyo msanii anashindwaje kwenda international? Jiulize sasa swali. English au Swahili? Maujanja daga, maujanja. Ndio maana unaona Tafariaz mtu mwenye na perse fasi mbalimbali kwa sababu anakuwa anajifocus hata kwa Kiswahili. Lakini hapa Burundi kuna wasanii wanasema mimi siwezi kuimba Kiswahili. Naimba tu Kirundi. Unaona? Ngira nuko watakizi kuvuga Kiswahili ndazi. Ndibaza kandi ngaho sio Burundi. Mugabo mimi nadhani kama hivi watu washaanza kuelewa kama Kiswahili kinahitajika sana. Hivi watu washaanza kuelewa sio kama zamani. International language bro. Kiswahili international language. Zamani watu hapa walikuwa hata wakiongea Kiswahili wanaona tafsiri wa voyou, lakini hivi watu washa comprendre kama nchi zote hata usijui Kiingereza au Kifaransa, Kiswahili hata kusaidia kucommunicate na watu. Sasa guys, mimi kwa niseme kwacha kucha kusema music yetu kwa international tunapaswa ku mix language. Na sidhani kama mimi wallahi siwezi kuwadanganya, nishapata collab na wasanii tofauti wa nje ya nchi, lakini binanishinda takisi ya kujiexprime kwa sababu sijui hata Kiingereza. Binashinda tagisi, imagine msanii mko naye kwa studio ampige hata blagi amtani kwa sababu hamuelewani. Wallahi nilikuwa natumia Google Translate kusema niongee na wasanii mmoja wa mmoja. Sasa nikaelewa kama kusema kwanza mimi nikuwe msanii international. Napaswa nijue how I can explain myself. Kwa sababu nitaweza kutoa nyimbo ikakuwa viral, hizo TV za nje zikikuja kunihoji mimi nitajiexplikia aje na sijui hata Kiswahili au Kiingereza. Maana sasa itabidi tujifocus guys, tujifocus kujua zingine language
kusema tuone kama tuweza kuperse mzingine mapei. Juu kuperse mzingine mapei sio tu kufanya makolabo au kufanya nyimbo na watu wengine mapei. Na kujua tagisi utaweza kucommunicate na watu wa hizo nchi inahitajika. Ndio ile kufanya kazi nilikuwa naongelea kufanya kazi. Alvin irabushimire Precious alikarareka. Nani Alvin. Precious, merci beaucoup mga ndi focus mkuvuga urumva sindiko ndaraba na telefone. Alvin baki hapo Alvin. Baki hapo huko Burundi. Unajua vingi vya hapo nyumbani. Mimi kwa sasa hivi nishamia Nairobi. Kwa sababu ya kusema English. Ila mzunguko wako bado upo, so connection mpya sisi tuna miaka kidogo tumetoka. Ushon. Circulation entertainment uko nayo. Burundi tatizo lingine ni ile inaitwa kutazamana kwenye masura. Ile nayo inaharibu muziki wa Burundi. Ile kumwangalia Bidondo hawezi akaperform kwenye concert sijui itakuwa imeandaliwa na rais wala nani. Hizo zinafanya Burundi pia usiende fast, kwa sababu mimi kuna kitu nimejifunza hapa. Kama unaishi France, unajua wanaitaga France ndio kapitali ya muziki européen. Umeshaona Paris. Muziki wa Europa unapelekwa na muziki wa France. Nisidoga kuduja. Ukiangalia muziki wa France kitu chenyewe na urachana. Muragwaye kama uko mubivuga ngonda. Alvin. Na Fizo mundo wasanii. Unajua ukiangalia muziki wa France kitu waliwezaga. Yaani muziki wa France unapelekwa na wageni. Hapana wageni wa nani, wageni wa nationalite, wa origine. Umeshaona? Unapelekwa na wageni wa origine, ukiangalia wakina Daju, wakina Gibbs. Hawakutizamaga eti hao ni watu wa wapi. Tena wanapiga afro. Bili kabisa. Afro wakati muziki unaenda viral Europe nzima. Ukimwona representation yetu ni msanii wa France. Sijui nani msanii wa France. Nani sasa? Hicho kitu cha Burundi hakuna. Hautaonaga concert ya nani? Ya umutegesi w'igihugu. Wanainvite wale wasanii ambao wanajichanganya, wale wenye wanafanana kama sio Kevin ngo turavanga n'ikirundi ngo ari abantu batumbiki Kiswahili turavanga n'ikirundi. Kwa nini hawasikii Kiswahili? Wanaelewa, wanaacha kutusumbua. Wataelewa. Wataka nabo nyine ngira gutere jiyumviro mugabo bivanye n'ukuntu tuko turavuga urumva nawe hizo. Mimi sina muda. Unasema Kiswarundi, sema Kiswarundi. Kiswarundi sasa mudi mimi nitaanza kuongea mada kubwa. Naona niko hivyo yani. Umeshaona? Lakini Kevin na wewe ka Kirundi ifo na ukajifunze mkubwa. Leka uko Burundi yani. Tulia kwanza ndugu yangu. Hapo sasa unaanza kwenda pangini. Unaanza kwenda pangini yani. Huko ndiko tunaharibu huko. Sasa ni hivi. Sasa hicho kitu hicho kilifanyaga. Unaona ega Burundi kwambia kweli. Sio swala la lugha. Sio swala la lugha. Kuna matabaka. Ukiangalia mziki wenye Lolwa alifanyaga Burundi, Lolwa alimba mziki wa Kirundi sana. Matabaka ndio nini? Matabaka ni ile kutizamana huyu mtu ni wakota fulani. Nitoe mifano. Black Jane mpaka Kirundi sana. B-boy unasemaje? Poa. Black Jane mpaka Kirundi sana. Lolilo aliiti Mkirundi. Umeshaona? Pana wasanii wengi tu aliiti Mkirundi, lakini kuna ma-event fulani hauwezi kuwaona na virundi vyao vyote. Au waoni kama itoa kumstari wa mbele. Kwa sababu gani? Wanawajua. Hawa ni wakota. Kama ndio kufanya ndio wa hit wawe trend, unaona ni kitu gani fuels kama uko Ufaransa huko? Kuiti wapi tena? Dauliza sije umeingia kwenye mada yangu au umeita mada mpya? Sio mada mpya, ni mada yako kunaongelea kulingana na wao walikuwa wanaongelea issue ya kuimba lugha international. Watu umeongelea swala la kusema kwamba wao wanaimba kwa Kirundi, sijui Lolwa aliiti kwa Kirundi. So bado anakuwa na trendia pale. So mimi siko kwa international. Mimi nimerudi pale nyumbani kwa sababu Alvin alikuja hapo. Alvin yuko nyumbani, ndio maana nimerudi baada ya pale nyumbani kwanza. Ushaona? Kwa sababu wanakuambia kila siku ili uonekane uko mkubwa hata nje, lazima kwanza nyumbani kwenu uonekane uko na ukubwa fulani, wasikudanganye. Asante kwa hilo neno. Mpaka leo mimi nakuwa na laumu muziki wa Burundi hicho. Urakoze cyane, Kebi urakoze cyane. Hicho kintu kweli muhimu sana. Alvin, hicho kintu ari abantu benshi batakizi.
ile vya yuko na mprofete ngo bemeri wao ndio, lakini kusema upewe kwanza hiyo collab na huyo mtu wa nje atangalia ukubwa wako nyumbani vipi umejigira mweni collab aone atako bikora na collab unini upise iwanyu. Mimi naambia Fizo, mimi naambiaga ukweli. Mimi nipe ukubwa wa Kidumu muone kama Simbi na Diamond. Nipe tu hata wa bure. Sasa kwa kila siku hapa. Kidogo Kebi. Sema ukubwa ni sawa, tunaweza tukaukupa sasa. Kukuba huo ukubwa tukupe. That's the way nataka nijue sasa. Kunipa aje? Huo ukubwa unasema tukupe ukubwa wa Kidumu. Tukupe aje? Kunipa aje? Yes. Kunipa aje ndo nauliza swali. Mimi nishagafanya yangu ambayo na wadai wa Warundi hawajanilipaga. Najiamini kwa sababu nishagafanya kazi zangu ambazo zilifanya revelation ya muziki wa Burundi sehemu fulani, nilifanya kazi nje nini. Nilijitahidi kiasi na uwezo wangu lakini sikulipwagwa. Na hicho kitu kilinifelisha, kilinikata nguvu. Ndio maana nasema andika mara mbili usifuna halala moja kwa moja. Sio kulala, sio mara mbili. Mimi hao watu unaona huyo Brice Melody unaona ni mkubwa huyo. Mimi nikutana naye Rwanda ngaliki msanii wa kawaida. Na nikafanya nyimbo kwa bure nikaimba naye sikumpata 5. Yeye hapo ananiheshimu. Ananiheshimu yeye lakini Burundi hawaniheshimu. Hiyo ni swali la kujadili. Ushona. Burundi sasa Alvin. Kumbe na sisi neno tuseme tumekaa tangu tuma mmoja umetushusha. Tuseme ndio asini neno tuseme kidogo. Naam. Muko navuze hapa kwa profeta ngo wamkubali kwao. Sisi wote watukubali bro. Ndio. Na vile wamkubali. Kebi. Nani kuna ongea nani? Ni mimi ndio kama hata mimi wanikubali, hata mimi kuna vitu ambavyo nawadai. Lakini hiyo isikukatishe tamaa. Muchi nake kubera umuntu yakubwiye ngo wewe uzi kuririmba. Iyo ni example ndagwaye. Umuntu uzi kuririmba. Amucucu uci je kugeza n'ubu harumo ayabantu babwiye ati wewe uzi kuririmba. Kama ningekuwa sijui kuimba, ingefika mpaka hii miaka yote niko naimba kweli. Bro, hari abantu b'injaji bazoza, hari abantu baremewe guponda gusa. Mimi sitafanya hayo, ushaka kuba umumarayika, bazokutuka, bazokuza wewe ntacumaze. Unajua sasa Fizo. Jesus mwenyewe mpaka leo mpaka watu wamkubali Jesus. Unajua Fizo. Nakuelewa sana. Sasa mimi kawaida mimi sina vyokuwa mimi nakuwa na roho ile ya urefu. Bro, usikati tamaa. Usikati tamaa. Na kukataza siwahi kukata tamaa siku. Okay. Nakuelewa. Na wewe Warundi saa hizi. Mimi hata Warundi siwadai. Kwanza saa hizi mimi siwadai. Siwadai kitu nastaki kujua. Kebi, saa hizi Okay, nisikilize Fizo. Ni hivi. Mimi kawaida yangu mimi navyokuaga. Siwagi mtu wa siko egoist sana. Siwagi na maego sana katika maisha yangu. Ndio kama vile niko naongea hili swala hapa. Sio kama eti mimi najiongelea mimi moja kwa moja eti na wadai Warundi mimi nimejitolea kwa mfano. Kwa sababu unaongea kwa watu wote. Nyuma yangu kuna wasanii wengine pia wanahitaji hizo nafasi na wako wanakuja. Sitaki wafanyiziwe vitu ambavyo sisi tulikutana navyo. Ndio che mimi najua mimi nimekuelewa kama umeongea nje umezungumzia wasanii. Na mimi nikiwemo na Albina kiwemo. Lakini Kebi usisahau kama hiyo situation umepitia hemo na wa grand frère yetu wa grand frère hizo zote umepitiaga hemo na kwa sasa tuko tunazipitia hemo. Sasa hiyo kitu sidhani kama je hicho kisha zako choguchi nege Kebi wewe uzi objectif ya mukira. Sivyo. Juu hapa kuna watu hata ashobora kuba kwemera kumutima lakini kwa macho anakusha kama anakutuwala. Hata mbele ya watu anasema atoka ule mbono lakini mroho anasema unakuta hata nyimbo yako ndio anatumia hata bibi yake kusema mudrage. Ndio maana hapa sisi tunaongelea swala la muziki wa Burundi kwa nini hauendi. Hicho ni kimoja ndio maana nimekileta. Lakini hiyo ni kweli. Nchi zingine kazi inaendelea, wako na masupport wanapendana wenyewe kwa wenyewe sana. Karibu. Unajua Diamond usema wa Nigeria walimkubali ni mwanako Kebi disubiye hahandi na kubia yuko nake aba tunaanza tunarudia kwenye ile point.
Ni kweli kabisa. Kwa kifupi wasanii wetu wa Burundi mungali mnamuogopa Mungu, ndo maana mnakula vidogo. Wale wa nje wote mnaongea sasa wanakula haramu. Tupatia neno kidogo na tukasema. Alvin, ili Diamond wa Nigeria heshimu. Heshima alitoa Tanzania. Kweli, support ya kwao d'abord. C'est tout. Jamani tunashabika alikuwa anataka tukasema kidogo. Okay, sawa. Okay. So na sisi Warundi tukua nafiki. Nikamwambia kwa sababu gani tukua nafiki. Unakutana msanii anajitahidi gisi yake tu anatoa franga yake yote. Anaimba muziki basi anatia kwa YouTube. Unakutana hata mtu hata basi kulike lakini Diamond akitoa muziki hapo direct Alikiba au nani direct shenda kusubscribe. Lakini msanii wa Burundi hata muziki ajitole hasa hivi acha nigaramie muziki wangu nigaramie nivae vizuri unaona video iko nzuri lakini like tuko wanafiki atupendani yani sisi kwa wenyewe tunajibagua si wenyewe kwa wenyewe. Unaona msanii amejitolea gisi yake yote kupushi muziki yake sasa hivi acha nifanye hivi lakini na Burundi kichenya zangu kawaambia wasanii wa Burundi unaona ni mtu mmoja tuseme producer anamwalika msanii Tanzania sasa amemwalika msanii Tanzania anamwalika na mbeba Burundi ameenda Burundi ule msanii wa Burundi ule hata sema hivi msanii wa Tanzania amekuja hata nimtafuta Fizo au nimtafute nani simtafute msanii fulani niweke naye pale naye basi wamuone wamjue. Hakuna hicho kitu, ni wanafiki, tuko wanafiki, tupendane. Wengine nchi zingine nchi zinapendanaga kama wabembe wasaputianaga wenyewe kwa wenyewe. Unaonaga hapa tuko Marekani utaona hawalizi muziki nyingine sijua Diamond wanaliza ile muziki ya kwao ile ya kwao yani wanapenda lakini si Warundi hatupenda tuko wanafiki si wenyewe kwa wenyewe tuko wanafiki tunanafikiana usikie fulani ana watoto msanii hapa Kongo anamsupport msanii mwenzake lakini sisi Warundi tuko wanafiki tuache huyo unafiki tutaendelea hawa na kuelewa kwa hicho kitu sawa, lakini sio wote ndo wanafiki. Nikuulize swali kimoja kabla ungalike hapo hawa. Unamjua Alvin? Alvin namfuatiliaga. Umesha subscribe kwa nani yake? Sisi tunafuatiliaga kama mimi mdogo wangu anafuatiliaga muziki yake sana, mimi naifuatiliaga sana. Subscribe kwa nani yake? Kuna ni kusubscribe kwa YouTube yake. Yaani nafuatiliaga YouTube yake sana nafuatilia kiganiro. Wakati walinani hii, wakati alifanya kiganiro la nani tena nilikifuatilia. YouTube yake na subscribe na nishaifollow hata. Kebi umesha subscribe? YouTube yake nisha subscribe hata kama TikTok yake sifuatilia lakini YouTube naifuatilia sana, juu nafuatilia. Ni msanii mwenye napenda. Nani? Dole unafikiri tuko tunaongea. Hizo. Baada niongee kidogo hapo. Unaona kama vile unajua watu kuwafanya wasanii wao wakubwa ni jeu de mots. Ni maneno ni jeu maneno ndio inafanya wasanii wanakuwa wakubwa. Unakumbuka kipindi kile Diamond anaanza kuwa anaenda Nigeria kwa harusi kama ni yanya nini anapiga mapicha nini. Hajuani nao hata sana. Anarudi Tanzania. Zile picha zinatembea kwenye mitandao ndio wanaziona kama ndio Tanzania wanaziona. Kati yanya kama ni yanya anakuja Tanzania. Neno la kwanza journalist anamuuliza ni aje? Unamjua Diamond? Ndio neno la kwanza anamuuliza. Hakuna msanii wa nje anatokanga huko nje anafika Tanzania hawajamuuliza kuhusu wasanii wao. Umeshaona? Sasa mimi nauliza swali. Hapo kwa wasanii wa Burundi presque wote. Unajua ukubwa wa Diamond, ukubwa sijui wa Rayvanny, ukubwa wa nani? Hakuna msanii wa Burundi mwenye anaongea na ukaribu na watu kwa hivi kwa sasa zaidi yangu mimi. Umeshaona? Zaidi yangu mimi nafuatilia. Vinakuja mitandao hivi vinakuja mimi nikikwaza maisha kama Kaka Kebi tukisupport na sisi wasanii wetu, tukiwasupport wasanii wetu sisi kama wafana tukisupport na nchi yetu kiwasupport wanaweza wakawapita hata wa Diamond. Kweli kabisa. Unaona sasa kwa tatizo la kujani wapi? Pale penye unaona kigisi nimeongea hapo. Binajulikana na tunafanya good life na kutana nao tunapiga mapicha nini maisha yanaendelea.
lakini nafuatilia sasa, unaona Rayvanny anakuja Burundi, tap anakuja Burundi, media zinafunika zinamjalia, au Diamond anakuja Burundi. Kawaida pale nchi za nyingine zote wanajua entertainment kwa wasanii wao, hapo hizo kwa kosa neno unamjua Kebi, ndio kisi muziki mtu unafaga msanii ule msanii afikiri anaona kumbe yule jamani kutana sehemu fulani. Abo wanaenda kuposta basani, wanaenda kuuza sura kaka Kebi. Unaona wao wanaenda kuposta wao ndio wanaua muziki. Wauza sura. Unasemaje? Unakutana kama hivi na ni Fizo anasema hivi, nataka nimemba muziki wangu, nataka ikienda viral ndio pale msanii atajulikana, lakini msanii kama sisi hatufanyi challenge, msanii atajulikana. Sasa hiyo pesa itatoka wapi? Hiyo pesa kusema watu wote wa challenge. Sisi tunaingia ngapi? Mmoja nataka nichangie hapa. Fizo ngoja kidogo, subiri kidogo Fizo. Vile unaona kama mwe ndio tulisema mlikuwa mjafika. Unaweza ukakuwa na watu wako hata 20, unajua hawa ndio nikikuwa natoa kitu changu wananifanyia challenge. Hiyo ni ukweli. Sema tu nafasi moja nataka nichangie nani? Bwana Kebi. Kweli. Kwenye muziki kuna vitu vingi sijui labda kwa Burundi hatuvioni, especially kama muziki kwanza umeshikiliwa na producer pamoja na DJ. So kwa muziki tukiangalia wana kama muziki ya Fizo yuko nao tukiangalia kizamani mpaka sasa hivi tunaimba akiwa bado tupo wadogo shule nini. Kufika paka hiki kiwango tunachoangalia sasa hivi bado wanafuata zile melody mpaka ndio wanaokuja, yani producer na DJ bado kuna gisi ya wasukumi. Mfano wa kwanza kama Afrika hakuna anayejua Kizulu tofauti na wa South Africa kule chini, lakini muziki wao unafika mbali mpaka unavuka nje. Unajua ni kwa nini? Nani DJ wao tujui na producer kuna gisi wanafanya muziki usipopenda melody utapenda lyrics, yani lazima utapende kitu kimoja. Sasa si Burundi, sasa tunaimba Kirundi ni sawa, lakini hakiwezi kiavuka mbali isipokuwa Burundi na Rwanda. Sasa tujitahidi DJ na producer basi aongeze kitu kianza fanya basi muziki, hata kama Diamond hajausikia Kirundi chake yule ni mwa anajua Kirundi, lakini hata kama hajapenda beat mfanye basi ayumbe kwenye meza akiwa anakunywa champagne basi. Hiyo ni musical man. Dakika mbili musical man hapo kuna musical man nyimbo nzuri ziko. Musical man nyimbo nzuri ziko. Nyimbo nzuri zipo kaka. Yaani hapo kiongea musical man nzuri zipo kabisa. Nyimbo zipo lakini ukiangalia kiufupi sio kusema eti napinga. Sasa unamshusha. Unampata shingo kwa anashuka, tujaribu kutapta na kuhatimibu host. Sasa dakika mbili tena wasanii wakubwa ni J Demo. Unaona kama vile Gishi wewe unaweza kwenda huko Uganda, ukakutana na msanii wa Uganda, umeongea naye kitu, umemwomba collabo, akwambia subiri tutaifanyia kazi. Amekuja Burundi, inabidi pale Burundi ndio ampushi ule msanii kutokana na Alvin. Wewe unaikaa Burundi wiki nzima hajasikia wanamwongelea Alvin. Afu anasikia ulimwomba collabo, ukubwa wako anaona wapi? Hamna kabisa. Hauoni sasa nipatie hata dakika moja msumbua tu. Ushaona? Ana huko namsumbua. Naam. Kingine kitu mko mnasahau. Wasanii wetu hawajui kutengeneza matukio. Elega content inatokeana na tukio ambayo umetengeneza we msanii. Sasa msanii amepoa lendi mpaka dimanche, hakuna kitu amesha posti hata kwenye mtandao. Watamuongelea nini? Kweli Mari, kweli. Watamuongelea nini? Lendi mpaka dimanche haujaposti hata picha kali. Watakuongelea nini? Mtusaidie mwe mnafanya madrama. Mwe mnafanya madrama na shida akifanya drama kuna wengine wanaziponda drama zao. Unajua hizo content ndo zinawainua. Tugende buke. Umuririmbyi kubera kuambe fanya drama inifikione kama taiponda. Mimi nilipenda drama siku moja ya Dramati na B-Face. Hiyo drama ilienda viral. Unaona imewaletea matokeo mazuri. Na waliandaa show na wakapata hela. Kongo saa acha niongee na Kirundi kidogo kugira abantu bari ngaba batumvirize.
umuziki ugira utera imbere kuririmba gusa urumva umuziki ugira utera imbere harimo n'amabezi ari mu bintu bituma umuziki utera imbere uri mu bintu bituma umuririmbyi amenyekana none umuririmbyi kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu nta n'ikintu uraposta kuri rezo sosiyo yiwawe none ushaka bakuvuge kwiki bakuvuge kwiki umuririmbyi usanga atali chokozana amuyasikia atali chokozana umuririmbyi ugasanga amazabeza abiri nta na photoshoot aragira nta ni foto nziza afise yo postinga kuri rezo sosiyo abantu basi bavuge bana uraberewe wifotoje neza usa neza nta kintu na kimwe arakora cyotuma bamuvuga none mushaka bamuvuge kwiki ikindi kintu abamenyesha makuru baramaze kugira utugwi urumva ni bya bindi KB ariko aravuga ibintu by'utugwi abamenyesha makuru umumenyesha makuru mutavugana mutari proche nawe ntashobora no kuguha shout out ku radio kubera iki baramaze kwishiramo utugwi ugasanga umujournaliste ari par exemple nko kuri RFM afise abaririmbyi biwiwe yamavugana nabo yamasangirana nabo inzoga urumva nibajyanye naguma ari kuri manete ku radio avuza bajyanye bamana bajyanye basangira inzoga ivyo bintu ko muriko muravyibagira Fizo uri kuratwumva ndiko nakusikia Fizo singuyu Fizo ngira yoheba kujya nk'ukwezi ariko bana swaga atawuwa mtu yani general yani legend bana legend bora kunda hafe mzigo ufike ona mali nikujibu kwa hicho kitu okay kuna wengine wako wanaandika kiki lakini na kiki na tofautiana kaka kuna wengine wanaweza kufanya kiki na utana hii kiki na kiki kuna watu ukiwaambia kiki hapo gisi kuna waambia kiki wafanye bass bro kuna watu wanafanyaga bass mpaka wao mwenyewe unachanganyikiwa sasa huyu ni kweli amefanya bass lakini unasema huyu msanii wetu na hivi inabidi watu wajue ni bass gani ambayo atafanya itakamata sio kuna watu wengine wanakuambia sijui naumwa au nimefanya nini sijui nini na nini erega na kiki naomba pesa unafikiri piko kiki za ujinga na kiki za pesa nilikuwa nakuja huko utafanya kiki hauna pesa unafanya kiki hauna pesa na kuna zingine kiki watu wanafanya kiki za ujinga kaka watu wengine wakifanya hizo kiki za ujinga na ule shabiki alikuwa anasema uja umtipa ratuma na maji izinza kiki pombe niko naongea hapa tuna kiki ya nani unasikia asili yanyo kanyanga changi kiki foku unafanya kiki ni target unajua labda kuna kitu ambacho mimi naweza kafanya isini ile kiki useme ama wataka ni kiki ya wengi wasanii wetu wale wengi wanafanya kiki za ujinga Kiki ni projet ndugu yangu, ni projet. Kiki ni project bro. Na wewe unasema na kuposti kaka na kuposti. Sasa kaka ataposti iko na nguo mbili, msanii ataposti hiyo nguo kila siku hata wewe mwenyewe Mario. Sasa wewe mwenyewe na uhakika utaenda kucomment. Tunajua kweli. Mario wewe mwenyewe unajua na uswahili wako utaenda kucomment sema ona msanii na uso au badilishi nguo. Uongo kweli. Ndio tunakuja sifuri. Bro, mimi kama sijapata nguo mpya sitajipost. Ndio kweli. Naona wao ungena kuiposta uvisi ya mmoja nyene kama uiposta nija mmoja nyene watasema ya umsaliti hewa na umsaliti kabai. Ni project na yenyewe kaka. Na wasanii wetu tuko na njaa, Burundi tuko na njaa kama jinsi tulivyosema. Kweli. Tuna njaa. Hatuna support ya nani kusema ni Mrundi gana mpigaga show mara 3 kwa mwezi. Amna. Ni Mrundi gana kwanza mwezi ni mwingi mwezi ni kidogo. Tuseme kusimwa. Msanii gana Burundi anaweza kupiga show 3 simwa au show 4. Ni wadogo sana. Hiyo pesa ataitoa wapi kaka? Sasa Fizo. Leo hiyo ni point kubwa kabisa. Fizo. Naam. Kwa nini msiwe mnashauri kusema bana ndio sisi ni wasanii tunafanya muziki. Akili
pembeni ya mziki tujishughulishe na zingine kazi za kutupatia pesa ya kuendeleza mziki? Asante sana kwa hilo swali. Sijui kama mliwahi kufuatilia mimi kwa nafanya maseminari. Ndio. Mnakumbuka? Ndio. Kaka, niliandaa seminari. Nilitishaga sababu kuna wasanii mimi walikuwa wanapenda kuniuliza sana ile wewe unafanyaje mpaka una maintain mpaka leo upo na maintain miaka gari una maintain tu upo kwenye list. Kaka, nilifanya seminari ajili niwapatie hiyo na hiyo fahamu hiyo suggest niwafundishe kaka tieko malio busara. Ndio. Bro, harumu sani uhanura akachabona yuko rukura mutahatira. Mengu rukura mugaya. Rukura mugaya. Urumva? Kweli. Harumu sani umuhanura. Ariko kame yeye mkichezasema ya una anajivona ariko arangaya iki. Ni wengi bako hivyo bro. Ari abantu badahanurwa badashaka guhanurwa. Niyo mpamvu benshi batanatera imbere. Tena studio bro, unaona mimi studio naendaga na watu kololo. Kebi anajua. Na wakati hata nikiwa na record Kebi kuna wakati alikuwa ananipiga, anakaa kwa vipi huko hapo, naambia niko studio nakuja. Hata kosa kuongezea hata kaneno katika ile nyimbo. Kuna wengine wasanii hawezi kukubali hata pakue mtu mmoja mstudio. Anawaambia ule mpaka atoke ndo record. Mpaka atoke ndo record. Unasikia ile nani? Anakuwa Jamin. Ili mante na ile confidence yangu. Lakini mimi najua na nyimbo yangu tayari hapa nimeshaiandika sawa. Lakini najua pakiwa mtu fulani pale pakiwa Alvini anaweza hasa kuguterera na kajambo kama nasema akakanuka hilo. Unaona nyimbo inakuwa vizuri. Ndio ile complex d'inferiorité wasanii wetu wengi wako nayo bro. Na ndio maana utaona wengi ni waindiscipline. Ndio. Wengi ukimwambia ukimkosoa hata kidogo achabona yuko wewe unamsikilia wivu wewe unampinga. Mimi na miaka mingi kwenye game mpaka leo mimi nafuataga conseils za watu. Sio kusema bwana mimi ndo big, mimi ndo sijui nini na nini, mimi ndo king, sijui mimi miaka yote niko no bro, kugeza nubu jewe abantu bamaimano. Nisikudanganye kienda kurecord lazima niende na watu watatu waine. Kwa juu najua hari kintu nakajambo kadubashira gufasha kandi akajambo kagiye mu ndirimbo ko tuma indirimbo igira kanovera kurusha. Na ndio sasa iyo umusani uri kuramubwira cyangwa umuhaye noze umuhaye conseil anafanya kuangalia huyu ni wivu, mimi nasikilia wivu, oya huyu sijui nini na nini. Sasa hizo experience unaitaka kitu unaitaka experience ndio hicho. Unajua kuna mtu ana acti maisha yako wewe gisi anavyokuona kwenye kideo, gisi unafanya vitu vingi, anafikiri na katika maisha wakati uko na record nyimbo ni vile vile. Kumbe ni tofauti. Usishangae msanii ambaye unamwona ni mjuaji sana kwenye video, yuko ana shoot nini, ndio yuko anafanya kazi. Lakini akiwa studio ndio kwanza ni mpole. Nimeshakutana na mastaa wengi. Unakutana na star ambao unamwona ni mjuaji sana kwenye video. Wallahi ukifika mbele yake hivi ni mpole aje. Yeye ndio anakusikiliza na wewe hakujui. Wewe uko mtu kabisa haujulikani sehemu yoyote, lakini anakusikiliza. Unachanganyika kwa sababu huyu jamaa anataka anisikiliza mimi. Hivyo yani. Unatakiwa uopoe, yani unatakiwa msanii mdogo akija, mwenendo bado anakuja ajaona hizo experience, anafikiri kuwa mjuaji ndio ndio kutoboa. Hivi Mario, unajua kama kuna mchango wa Kebi, unakumbuka kipindi nilikuwa na record nyimbo gani? Tuko kwa live pale Bwiza kwa Radika. Niko tayari niko na nyimbo yangu tayari nimeshaandika, lakini Kebi kuna vitu vingi alichange. Nakumbuka. Na anaendana na hayo maneno sasa bwana na kuanzia siku nilikuwa naitaga watu rupororo. Sasa bwana Joe twende. Hata kiwa nimekanisia hata kina Bob Sele hata kina nani naambia Joe, sababu najua hawezi siwezi kukosa neno ambalo labda kuna kanisa. Kila mtu kuna sikio lake na kila mtu hawezi ega kidogo kimoja kiui sawa. Mwili wa mtu sio kuna limiti. Watu hawezi kuelewa hivyo. Kidogo kimoja kiui sawa. Sasa wasanii wetu kusalisha ukweli
wengi tuko na complex, wengi sana, wengi. Tuko na complex wengi sana. Na hicho kitu kitatufanya sisi tusifike popote. Mimi ndio niko na shida. Lazima utakuuliza wanasema hapo unaona nifanye aje bro? Unaona hapa nifanye aje bro? Complex na imejaa sana wasanii wa nyumbani kwa sababu na ni njaa, sijui kwa nini njaa ni matatizo. Na kitu wajitoe pesa, wasanii wajitoe pesa na waombe collab. Wajitoe pesa zenye hawana kitu. Collab ni pesa mwanangu, siongee mambo ya collab. Collab ni pesa. Lakini kama wanaona hawana uwezo, kama hawana uwezo basi wanasogelea polepole. Muswe mnaongelea collab. Mimi naona kama komateri. Oh Fizo, kweli kutaja kuimba raba Nigeria. Oh Fizo, kweli kutaja kuimba na Diamond. Una collab unaweza ukapewa ikakushinda. Collab shinda kweli. Inakushinda, hiyo ni kweli. Ni kweli. Kweli. Mimi nilikuwa collab na Azami. Abagwiza tunga remo Burundi baraba basane kwera zo arabasponsor. Fizo ararudi nyumba. Nilipoa collab na Ice Prince zamani. Imeishia wapi? Imeishia wapi bro? Kipindi hicho kwenda kuna nini? Aliniambi niende wapi? Niende Nigeria. Wow. Mshuti naye. Tena nilipa collab kwa bure. Kitu masharti tuliambiwa wana njoo tushutie wapi? Nigeria. Alafu kushuti sasa video ilikuwa ni $20, mimi nilikuwa sina. Bro, hata kipindi hicho nilikuwa na hiyo $20, mimi nisingeenda kushuti, ningenunua kiwanja. Bawi? Ndio. Yeah. Unanielewa? Bawi. Ndio maana nasema collab mtu anaweza kupotea collab ikakushinda. Vizuri ikakushinda. Hapo sasa tunarudi. Sisi naonaga Kebi anashinda na Diamond kila siku. Watu wanaenda makomantere. Wewe Kebi, wili kwa kusana Diamond wifotoza. Kweli kutamusaka collab. Kweli kutamusaka collab. Wili kwa wili kuma na Diamond gusaumiru kinyuma. Yaani kuna watu wanaongeaga unazania akili zimeshaweuka. Eva Mario, Rayvanny alimba na Gims. Mimi ndio nilikuwa mimi ndo nilikuwa na represent Rayvanny hapo kwa sababu mimi ndo naongea Kifaransa, anaimba na Gims, anaimba na Wafaransa. Ona pesa yenye Gims alimwambia tufanye video itoka Tanzania inakuja, mimi najua ilivyopita mpaka ilifika mu account fulani. $30 keshi. Euro ndo alimwambia ndo sio za video, sio zote hizo ni upande wako, lipa hizi tushuti video. Mama yangu Rayvanny tulikuwa naye hapa, anapanda juu anashuka juu, kunapiga simu Wasafi wamtumie hizo pesa. Mama yangu hii project haikuwa mprograme, hatuwezi tukatuma hizo pesa. Rayvanny ananiuliza mimi sasa, mimi nawaambia Rayvanny, Gims ni mkubwa hapa, fanya nayo hiyo kazi itakusaidia. Anachanganyikiwa. Umeshaona? Aliamua kuambia Wasafi, mimi hiyo pesa mtaitoa kwenye makato yangu ila mnitumie niweke kwenye hii project. Wasafi wakumlipia hiyo video, alitoa pesa yenye watamlipa kwenye makato yake ndo wakamtumia ili hiyo project ifanyike. Umeshaona? Unasikia hizo uzito wa project ndizo unavyokuwa, ndo pale wanakwambia fanya collab tu nini, sio collab tu kufanya. Unaweza kutoa collab cha mtu afike kuzidi uzito. Unatoka wapi hiyo uzito? Kule nyumbani. Hauna support, hauna brand nyuma yako, utatoa hiyo pesa wapi? Brandi tena unazungumzia Brandi kweli kabisa. Maana hapo unazungumzia kampuni kubwa yoyote, ushakuwa na mkataba. Unajua Fizo, ukizungumzia Brandi na kuzungumzia nini? Hawa wasanii wa Bongo wako na CRDB kule Bongo, wako na mikataba mirefu, wanatangaza mabanki, wanatangaza manini. Ndio maana nazungumzia mfano tu wa Brandi. Hakuna msanii wa Bongo wote mjana nembo nyumba. Hakuna. Mkubwa. Hawa kubwa. Wote tunasikia wanakusanya hela hii. Sasa kwa hiyo hata akiomba mkopo wa ile ya kufanya kazi wanampa. Ndio hivyo, ndio maana collab washindi. Ndio si hivyo. Taona bana lete F30 Gibson na lete F30 tushuti video. Ila mimi sina muda mrefu. Hizo pesa hawezi kuzipata kwa sababu
nchi yetu haina hakuna kampuni zozote zinachukuaga wasanii zinawatumikisha. Ya kampuni zetu sio tu kampuni, hata serikali haina support yoyote kwa msanii. Hata serikali haina support yoyote. Njaa ya wasanii wetu. Yeah. Na kampuni zetu ziko na wakomisioneri. Unakutana kampuni hizo tutampa 100 milioni lakini zitapita mu mikono ya watu mpaka utafikia 5 milioni. Zinapita mikono ya watu wengi kusema. Ndio maana mimi niliona mnarudi pale mnasanuka mnasema kwa nini sisi mnatuchukulia poa afu wasanii wa nje mnawapatia. Kwa jua nini? Mnarudiko na wakomisioneri. Yaani hela zinachujwa mpaka zinakufikia zishakuwa kajungio, zishatoboka. Sana kwa sababu ya njaa sasa wasanii wetu wanaikubali hiyo 5 milioni. Sababu hawajawahi kuipata. Bro, sometimes njaa haiwagi. Sababu mimi najua kama nikiwa najua kama bwana. Mimi na Alvin Smith tuko poa. Oya, mwanangu inakuwaje bwana nitumie 1000 hapo mimi nikale. Lakini kule wamekuita wamekupatia 5 kile kipindi mlinitaga sawa, ilikuwa ni kile kipindi, lakini watu wanaivoliwa hivi na vitu vinabadilika. Hizo. Naam. Sasa tupige story kidogo. Napiga tu story kidogo. Mimi niko makona mengi tunakoga nipo. Unajua ni unakumbuka wakati kile kipindi uko una record ile na Clove remix pale kwa Liza pale Bwiza, ukarekodi ukamaliza ikaisha. Nikakwambia bana, yani hapo mimi niko pale tuko pamoja, nikakwambia bana mimi hapa naona tunaenda sasa. Umeshaona? Nikakwambia nini? Naona tunaenda. Kwa sababu naiona nyimbo tunaenda hapa tunaenda. Alafu pale moja kwa moja nawaza video wakina Mo Musa nini naona hapa tunaenda. Sasa tunarudi kule kwenye tunafeli wapi kwenda international. Ndio hapo tumerudi pale kwenye hatuna pesa. Kwa sababu mimi nilikuwa niko Bongo wakati ile period ilifika vinavuruka Burundi, mimi nikaenda Tanzania. Tuko Dar es Salaam na Liza tunatengeneza studio Wasafi, tunaicreate mwanzo upya, tunainstall mavitu, tunaanza kupiga manyimbo. Jula Liza kupiga nyimbo za Warundi zinashatengeneza. Mshon anapiga ile nyimbo yako na experience. Mshon anaipiga mstudio tumeikaa, sio kusema anaipiga kwa washabiki, anaipiga kwa wasanii. Hapana wasanii wa kawaida. Hapo Rayvanny ndio bado angaliki mtoto, Harmonize angaliki mtoto, msanii mkubwa ni Diamond, Sheta, Fiwalo kina nani, Newa Mitego, wote kwa galadi kwa. Go Sheta ni Diamond mwenyewe pale inapigwa hiyo nyimbo. Juu Diamond Liza kwa piga production zake, umeshaona hiyo. Sasa anazipiga pale. Unasikia kabisa kisi watu mstudio wanaingiwa na baridi. Umeshaona? Wanaingiwa na baridi. Watu wanajidoga, msenge huyo anaimba au msenge huyu kaimba na express huyo. Wanatoka wanaenda, watu wanatoka wanaenda. Sasa hiyo nyimbo huyo msanii anashindwaje kwenda international? Jiulize sasa swali.